Mliwaambia amina kweli? Waambie amina. Huo ni wimbo mpya jikoni, ukipikwa, ukiiva, ukipakuliwa mtaupata. Na mkumbuke kwamba urembo na ufanisi wa siku ya mawasiliano ni kwamba ni kuwa na wageni. Hivi sasa tuko na wageni ambao wamefika wakati ambapo tulikuwa tumefunga wakati wa wageni, lakini ni muhimu kuwatambua kwa sababu kwa Yesu alisema hata yule wa mwisho alienda shambani kufanya ile kazi alipewa nini? Si alilipwa? Kwa hivyo namuita mwalimu mkuu wa shule ya Manga Model aje atusalimie. Ameandamana na wanafunzi wake wako nyuma yenu hapo. Asante kwa nafasi. Hamjambo kanisa? Hamjambo tena? God is good and all the time. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ya kipekee. Pili, niseme pole sana. Tulikuwa tufike huku mapema, gari ikaleta shida kidogo. Mnavyojua, unapoegeza gari lako likiwa sawa, asubuhi ukute kwamba imekuwa na shida. Tukawa torn between kuacha, lakini tukasema
better late than never. So we are sincerely sorry for that. Ningependa niulize wasichana wetu wa Manga Girls Model School pamoja na walimu, musimame muweze kupungia kanisa mkono. Simameni. Simameni. Tuweze kupungia kanisa la Nyamira South mkono. Mnasemaje kanisa? Tumetoka kule Manga. Tu vile Roho wakati mwingine anapanga, tukajisikia kwamba sema tuweze kushiriki nanyi katika ibada ya leo. Shule yetu ya Manga Model ni shule ambao inakuza wasichana wetu kwa misingi ya Ukristo na saa kwa kanisa letu la Kiadventista. Nimefurahi sana pole. Nimekutana na marafiki wangu sana huku. Pastor Peter Nyamwanda. Tukiwa pale Eronge Adventist Secondary School, alikuwa ni chaplain wa shule yetu na alifanya kazi nzuri. Zidi kubarikiwa na familia brother. Najua humu ndani Daktari Nyakundi, sijui kama ako hapa. Daktari Robert Nyakundi. Daktari Robert Nyakundi ni naibu wa or vice chairman wa board ya Manga Girls Model School, and I know there could be many here. Sitaki kuchukua muda mwingi. Mimi kwa majina ninaitwa Madam Jane Samba, ndiye mwalimu mkuu wa shule yetu ya Manga Girls Model School. Tumechelewa, lakini nafasi ikipatikana naamini ya kwamba watapata nafasi ya kutoa wimbo moja. Poleni na asante kwa nafasi. Mnasemaje? Karibu sana. Mwisho kabisa Aned Nyakerario Obaiwa. Njoo tafadhali. Asante kwa nafasi. God is good all the time. Wow. Ninashukuru sana uongozi wa kanisa kwa kunipa nafasi hii ndogo nikaweze kuwasalimu. Na nataka kusema nimefurahi sana kuwa hapa siku ya leo. Nimekuwa natamani sana nikuwe kanisa hili, lakini kwa sababu ya mambo mengi sijawahi kupata nafasi kama hii. Kwa hivyo leo ni siku ya furaha kwangu kujipata niko hapa ndani. Nilikuwa nimeenda kanisa inaitwa Riake Mto Bogichora Ward, nikapita hivi nikakumbuka kuna rafiki yangu mmoja hapa alikuwa ameniambia kuna mambo ya recording yenye naendelea. Nikasema nisipite, Roho akanisawishi niingie. Ndio maana niko hapa niwasalimie nikipita. Lakini nilipokuwa natoka kanisa lile walinipa salamu. Mmesipokea? Hamtaki siasa, ila tu ni kuwaitisha maombi kwa sababu Mungu ndiye anajua ni kiongozi ni nani. Si mtafanya hivyo? Kwa maombi ndio nahitaji sana, na nikisema mnapofanya maombi Mungu awaguze ili mkaeze kwenda pale tarehe 9 na mkaeza kunichagua pale ama kufanya vile Mungu atakuwa amekuelekeza ili tukaweza kuwa na viongozi wale watakao muogopa Mungu. Sitaongea sana kwa sababu najua muda ni mfupi, lakini nataka kusema kwamba mimi na wania hiyo kiti kutoka kwa chama cha PPOK, Progressive Party of Kenya, alama ni torch. Otherwise nitarudi tena wakati mwingine, maybe wakati mmenialika tena kwa mambo mengine, na jina la Mungu litabarikiwa. Kwa hivyo kwaya, kwa sababu nilikuwa napita, lazima niweke mkono kidogo
ya shilingi 2,000 ili mambo ya Mungu iendelee mbele. Mbia mono. Nimeshukuru sana. Wacha mapenzi ya Mwenyezi Mungu yafanyike. Ila tu kabla ya kuingia katika ibada ya siku ya leo, nawaomba kwamba kwa sababu ni siku ya mawasiliano, nawaomba sana kwa heshima ya Mwenyezi Mungu aliye juu, aliyekufanya ukaifika siku ya leo, kwamba leo tutakuwa tukitoka kwa mpangilio. Hivyo baada ya ombi la mwisho, tafadhali mketi tu hivyo, our deacons watawaelekeza vile mtatoka. Tafadhali kwa heshima ya Mwenyezi Mungu, si yangu. Asante sana. Kwa sasa namwalika mgeni wetu rasmi wa siku ya leo, kama ambavyo nilikuwa nimewaambia hapo awali kwamba Evans Nyamari ndiye angekuwa mzungumzaji wetu mkuu, lakini kwa sababu ya ugonjwa akamtuma mwakilishi wake Pastor John Isaboke, atawaambia district yenye anahudumu. Kwa sasa nawatakia usikifu mwema. Asante. Karibu Pastor. God is good and all the time, but people are not happy. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Happy Sabbath. Happy day. Ningependa kuchukua fursa hii kwanza kumshukuru Mungu Mwenyezi kwa nafasi ya kipekee. Tangia niliposaliwa sijawahi kanyaga sehemu hii, lakini leo kwa mapenzi ya Mungu niko hapa. Haleluya. Na nimeona nyuso mpya kabisa, watoto wa Mungu mwenyewe. Ningependa kuchukua fursa hii niwakaribishe katika kanisa hili, tuchiisi miguuni pa Bwana. Haleluya. Hata kama uko na shida chungu nzima, kujua kwamba kwenye kiti cha enzi shida zote zimekwisha. Kabla sijafanya jambo lolote, ningependa kusema kwamba vile mmesikia Director Voice of Victory ndiye angekuwa mzungumzaji siku ya leo. Naye ni rafiki wangu wa karibu sana. Tumefanya kazi pamoja, tumetembea pamoja, lakini kwa bahati mbaya akakumbwa na maradhi siku kama 2 ambazo zimepita. Kisha akaniomba niweze kuja nisungumze pamoja na watoto wa Bwana. Ni wangapi wataendelea kumwombea huyu mtumishi? Hakika ningewaambia my small testimony. Singekuwa mchungaji siku ya leo kama sio huyo mzee, lakini hayo ni ya siku nyingine. Jambo la pili niseme kwamba niliambiwa niweze kusema mahali ninafanya kazi. I do come from South Kenya Conference. Mimi nimekuwa mmoja wa Maxwell Church for 15 years. Kisha nikapata uhamisho nikakuja sehemu ya South Kenya Conference. Ninahudumu katika wilaya inaitwa Matibo District. I serve 15 churches. Na mwenye amesimama nilisikia mchungaji mwenzangu akisema yeye ni kijana. Huyu amesimama, mnaona ni mzee au ni kijana? Hebu jaribu kusema ni mzee ni kijana. Ni mzee kijana. Mmepata. Ni mzee kijana. I'm married, I'm happily married to one wife, and God has blessed us with 5 kids. Watu wanaona ni kijana, si ni kweli? God has blessed us with 5 kids. Watu wengine wanazaa mmoja wanashindwa kulea. Mimi naomba Mungu atusaidie tulee watoto wangapi? 2 girls, 3 boys. And our firstborns are girls. Wale wanaelewa hiyo lugha si wamenipata? God has blessed us with how many kids? 5 kids. 2 girls, 3 boys. Nilipokuwa natoka nyumbani walinituma na salamu. Mmezipokea? Tuombe. Muumbaji mfalme, wakati wa kipekee ambao tunaenda kulipata neno lako, hebu nitumie kama chombo chako. Unene pamoja na watoto wako
maana tumeuliza katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Mada yetu siku ya leo inasema kwamba tuko na inaitwa dhiki, but we have hope. Wale wanaandika katika lugha ya Kimombo, mada yangu inasema kwamba hope amidst tribulations, tumaini katika dhiki. Tukaweza kuimba wimbo nambari 129 ambao ulikuwa unasema kwamba kumtegemea Mwokozi mambo yote yatakuwa shwari. Amina. Unapomtegemea Bwana, nataka kukuhakikishia kwamba yote yatakuwa mema. Ndio sababu kitabu cha Isaya 41 mstari wake wa 10 kikatuambia kwamba fear not, msiogope, maana Bwana yu pamoja nasi. Haleluya. Ulimwengu mahali umefikia, shida ni chungu nzima, matatizo ni mengi, lakini tunapomtegemea Bwana tutakuwa washindi na zaidi ya washindi. Haleluya. Ndio sababu nitaendelea kumtumikia huyu Bwana, kwa sababu amenifanya niweze kuitwa mtoto wake, na hatimaye nitakuwa mshindi, maana nitaurithi ule mji ambao alienda kutuandalia. So I should not fear. You should not fear. Turn to your neighbor and tell him or her that neighbor, fear not, for the Lord is on our side. Sijui tutaogopa nini. Iko na hadithi fupi. Kuna rafiki yangu, rafiki wa karibu sana. Siku moja alikuwa ameolewa na mume wake. Kwa bahati mbaya mume wake akafariki. Mama akaachwa mchane akiwa na mtoto mmoja, mtoto msichana. Kina mama mpo, lakini mnanielewa what I'm saying? Mzee amelala, ameacha mchane na watoto wangapi? Na ni mtoto wa kike. Na mila na desturi za Wakisii zinasema kwamba mtoto wa kike sio nini? Sio hapa, pale kwetu. Mila na desturi za Wakisii wanaona kana kwamba mtoto wa kike sio nini? Na huyo mtoto alikuwa amefanya mtihani wake wa darasa la 8. Na kwa hakika aliweza kupita vema. But the brother-in-laws wakaamua kwamba our brother has already passed away or passed on. Kwa sababu ameaga na ameacha mchane na ameacha mtoto msichana, hapa kwetu hataweza kuishi. Kila ambacho tunafanya ni kumfukuza, kisha tutagawanya shamba yetu. It is a true story I'm giving you. It's a true testimony. Yule mama walipomaliza masiko tu ya mzee wake, akafungiwa virago, akaambiwa hapa tena atukutaki. Mama akaweza kuondoka katika familia hiyo, akakodi nyumba karibu mahali atakuwa anaomboleza kifo cha mume wake. Kazi ambayo alikuwa anaifanya, mama ambaye alikuwa amekuzwa vema na mzee wake, mama ambaye alikuwa anachengewa nyumba ya kifahari, mama ambaye alikuwa anakaa mahali pazuri, alipofukuzwa, mnadhani aliondoka na mali? Aliondoka maskini we hai. Alipoenda mahali alikuwa anafanya kazi, alikuwa anafanya kazi ya kufulia watu nguo. Mtoto wake kwa sababu alikuwa amepita mtihani wa darasa la 8, akamwambia the only thing I can afford is to buy you a 20 jerrycan container, huo nateka maji, tunafulia watu nguo. Maana mzee amefanya nini? Amelala. Shida, dhiki, matatizo katika ulimwengu huu. Wakaanza kufanya hiyo kazi. Mtoto akaona kana kwamba masomo yake yamefikia hatima. Baada ya kufua nguo tamu kizuri, mzee alipokuwa anakula, nakumbuka chakula hicho kwa sababu ni marafiki zangu. Mzee alipokuwa
chakula cha kitoweo cha jioni, sapa. Alikuwa amepikiwa maharagwe na chapati. Mama amemeza mate ninaposema chapati tu. Nataka kusema nini? Wakati mzee alikuwa anamumunya chapati, mama akasongea karibu naye. Akina mama sijui wanatumia mbinu gani wanapoongea na wazee wao. Mama akawa anamuongezea, namuuliza, je, unaisikiaje? Is it sweet? Mzee unapoulizwa na bibi hivyo unasikiaje? Hata nimeona vile unameza mate. Wacha niwaambie, as mzee was eating, yule mama akaleta habari ya huyu mama ambaye ni mtendakazi wao. Aliwafulia nguo siku hiyo. Kamwambia, unaona yule mama huwa anaita anakuja kutufulia nguo. Mtoto wake alipita mtihani wa darasa la 8, lakini yuko pale pale nyumbani, maana hakuna wa kumsaidia. Na wao walikuwa na mali ya kutosha. To cut the long story short, yule msichana aliweza kuchukuliwa shuleni. Akasoma kutoka kidato cha kwanza hadi kidato cha 4. Haleluya. Na hakumalizia hapo, akafuzu kuingia chuo kikuu. Alipoingia chuo kikuu akasomea shahada ya udaktari. Mwenye nasungumuza, one day Mungu kama ametuweka hai, nitatafuta tu Arnold, nitamuleta hapa. Ni daktari mkuu mmoja in Nairobi Hospital, rafiki yangu wa karibu. Akafunzwa na watu tofauti. Wakati alikuwa amepoteza tumaini, sasa hivi anaendelea kusaidia watu wa Mungu. Haleluya. Sijui niseme nini. Siku moja wakati amekuwa daktari mkuu, one of the uncles wale walimfukuza, akapatwa na ugonjwa, akapelekwa Nairobi Hospital, na akaambiwa kwamba ugonjwa wako hautatibiwa hapa nchini, bali utapelekwa nchi ya ugeni, utapelekwa India. Lakini kuna mtu mmoja tu ambaye atapeana the recommendation kwamba unapaswa kupelekwa wapi. Na mnafikiria ni nani huyo? Alipopelekwa kwake, yule dada nakumbuka bayana, alipoleta file, a prescribe dawa, the medicine, aliprescribe sumu. Mnanielewa? Lakini najua mchapata what I've said. Alipotaka kuandikia huyu mzee dawa, alimwandikia nini? Sumu. The nurse anajua lugha ya daktari, akamwambia aende uniletee hiyo dawa. Na atoki, anasimama hapo kwenye kitanda, anangojea nasi afanye nini? Alete dawa. Na ni dawa ya kuua huyu mzee. Unanielewa? Lakini what I want to tell you, nasi alipojaribu kumwambia doc, hii inamaanisha nini? Kimya, nyamaza. Alipoenda anaenda nadhani kwa daktari ni kama amerukwa na akili. Mbona ananiandikia? Anaenda akiangalia kana kwamba atamuita aweze kubadilisha mawazo. Wakati nasi ameenda kuchukua dawa, yule mwanadada alipokuwa anasimama pale, sauti ya ndani, sauti nyororo ikamujia, ikamuuliza, kama wange kufukuza, je, ungepata elimu kama hii? Nasi alipoleta dawa yule daktari she cancelled, aka prescribe another medicine. Yule mzee akupelekwa India. After 6 months the mzee recovered. Na alipo bona, the bill was 2.7 million. 2.7 M. Alipopona wakapanga chinzi watausha shamba kule nyumbani, ndiposa waweze kuclear the hospital bill. Walipokuwa katika harakati hiyo, wakaambiwa kwamba before you do anything, please come to the hospital. Mke wa huyo mzee, watoto wake wakaenda kule hospitalini. Hawamjui huyu na hawajawahi muona, hawamkumbuki tena.
Mama alipofika tu, mke wa huyu mzee ni kama alipiwa na putua, akauliza mzee, yes, it is true that you have recovered. Ukweli umepona, lakini unamkumbuka huyu daktari ni nani? Mzee akamwambia, wewe umeruko na akili. Unawezaje niambia kwamba huyu ni yule mtoto tulifukuza? Angepata wapi hela saa kusoma mpaka hitimu chuo kikuu akuje kuwa daktari katika hospitali kama hii? Before I go further, I want to tell you that yule mzee, the hospital bill was cleared by that lady. Sisi Yesu alitufanyia nini? It is exactly what God did to us. We were not supposed to live. Hatupaswi kuwa hai, lakini kupitia kwa Yesu akamwaga damu yake juu ya msalaba. Leo hii tuko hapa, tunamsifu, tunalitukuza jina lake, maana atosha. Haleluya. Ndio sababu tuliambiwa kwamba kumtegemea Yesu kwangu ni kitu tamu, na hakuna kitu kingine kitakuwa tamu kuliko kumtegemea nani? Huyu Yesu. Shida tuko nazo, lakini Yesu wetu alisimaliza. Haleluya. Matatizo tuko nayo chungu nzima. Wengine wetu labda hawalali. Kitabu cha Saburi 6 mstari wa 6. Tusome kwa haraka tafadhali. Saburi 6 mstari wa 6. Nasemaje? Wasomaji wangu, any language, please read. Ninapenda wasomaji wa haraka. Psalms chapter 6 verse number 6. Yasema hivi. Sikiza msikie. Anza vizuri my brother. Niko hoi kwa kilio cha uchungu, kila usiku nalowesha kitanda changu. Kwa nini? Kwa machozi. Kuna watu hapa wanalia kila usiku, maana wanatezwa na waume zao, maana wanatezwa na wake zao, maana wamepitia machungu kupitia kwa watoto wao. Usiku watu hawalali, lakini asubuhi kunapopambazuka, unapoamkua mtu anakuambia kwamba I love Jesus. Wana na binti za mfalme, tunapitia mazito katika ulimwengu huu, lakini nataka kuambia kwamba hayo machungu nayapitia ni ya muda kitambo tu, maana Baba anakuja tuchukue nyumbani tuende kupumzika. Haleluya. Kila usiku unateseka, unalia, lakini wacha nikuambie kwamba Bwana wetu Yesu Kristo aliweza kushinda hayo yote. Amina. Na hiyo ndio sababu nasema kwamba mimi pastor siwezi acha hili kanisa, maana niko na tumaini kwamba Yesu alinishindia. Waniseme, wanisengenye, waongee kunihusu, I will still stand. Hallelujah. Lakini kuna wanakuwa hapa huwa anashangaa. Umuntu ikawate banga na abatigire kanisa hiyo, yako na mama na akwa mbaje tikondra. Minus you anyoko, this church will continue. Oh, pastor nimeongea. Munisamee tafadhali. Kama kuna mahali tunapaswa kuwa, it is in this church. Maana tuko na tumaini kwamba kuna mahali tulienda kufanya nini? Kuandaliwa. What does the Bible say? John 16 verse number 33. John 16:33. Yes, tunapitia machungu mengi. Tunapitia maradhi, magonjwa, njaa, shida nyingi. Nimewaambieni mambo haya ili mpate kuwa na amani katika nani? Soma. Ulimwengu mtapata masumbuko, lakini jipeni moyo, maana Kristo ameushinda ulimwengu. Haleluya. Geuka kwa jirani yako mwambie jipe moyo. Jipe moyo, maana Yesu ameshinda ulimwengu. Haleluya. Tuko na shida, lakini tujipe moyo. Mnanielewa wana binti za mfalme? Tuko na shida, lakini tujipe nini?
moyo tunapitia matatizo, tuwe na tumaini, maana Yesu ameshinda nini? Ulimwengu. Kitabu cha Luka. That is where I want to lay my emphasis. Luka 18 mstari wake wa 35 kuteremuka. Luka ni 18 mstari wa 35 kuteremuka. Luke chapter 18 verse number 35. Then it happened as he was coming near Jericho. Yes, that it happened as he was coming near Jericho. That a certain blind man sat by the road begging. Na kulikuwa na mtu hapo kibofu alikuwa amekaa pembeni mwa njia. And hearing a multitude passing by. Na umati mkubwa ulikuwa unapita. He asked what it meant. Yule kibofu akauliza ni nini kinaendelea, maana yeye haoni, hana macho. Akaambiwa nini? Soma my brother. So they told him that Jesus of Nazareth. Wakamwambia kwamba Yesu wa Nazareti alikuwa anapita hapo. Kisha and he cried out, saying, na akalia akisema, Jesus son of David, Yesu mwana wa Daudi, have mercy on me. Unirehemu. Then those who went before warned him that he should be quiet. Lakini wale walikuwa naye wakaanza kumwambia afanye nini? Anyamaze. But he cried out all the more. Lakini akapiga sauti tena kwa sauti ya juu, Yesu mwana wa Daudi, have mercy on me. Unirehemu. So Jesus stood. Ngojea kidogo niwaambie. Huyu ni Bartimayo ambaye alikuwa kibofu, ambaye alikuwa na shida ya kutoona. Aliposikia kwamba Yesu mwana wa Daudi anapita, akaanza kupiga sauti, akaanza kupiga kelele. Wale watu ambao walikuwa naye Yesu wakamwambia afanye nini? Anyamaze. How many times watu wamekuambia unyamaze? How many times watu wamekuwa stumbling block on your way? Shida zimekukumba. Pasa sauti, mwambie Yesu mwana wa Daudi, naye atatenda yaliyo mapenzi yake. Haleluya. Amen. Huyu Bartimayo aliambiwa nyamaze, na huwa nafikiria hata wanafunzi wa Yesu walimwambia nyamaze. Wamekaa na Yesu kwa miaka mingi, lakini hawajatambua Yesu ni nani. Wanaambia Bartimayo asipige kelele, anyamaze, akae na shida yake. Lakini yeye alikuwa anatumaini kwamba huyu ambaye anapita anaweza kuniondolea shida yangu. Haleluya. Mara nyingi tuko na matatizo, tuko na shida, lakini hatujui tupaze sauti kwa nani. Leo hii nataka kupa tumaini kwamba utakaposema shida yako, sembuze ni ya chinzi gani, Yesu huyu ambaye tunamwabudu ako na suluhisho.